bado afurahii tabia mbaya, anaibia watu, ataua watu ni kwa ajili ya manufaa yake mwenyewe. So the problem is deeper than money, and the problem is uncontented heart, moyo usio unsatisfied heart. Unayo mali but you are never satisfied. So I took time to go through and look at the meaning of this contentment. And the biblical definition of this contentment, it refers to a deep inner satisfaction in God, where one rests in what God has given you. That is satisfaction. A deep inner satisfaction in God, where you rest in what God has given you. Hauna tamaa. Na nilipokuwa napitia ndipo nikakumbuka David's psalmist in the book of Psalms chapter 131. He says, Bwana, moyo wangu hauna kiburi, na macho yangu hayaendi juu, wala sijishughulishi na mambo makuu yanayoshinda moyo wangu. And then he goes down and says, surely I have come and like a weak child with his mother, like a weak child is my soul within me. Kama mtoto anavyonyonya, and I took time to kutafakari jinsi mtoto mdogo, how satisfied is a young kid whenever she is breastfeeding. Amenyonya, ameshiba na ametulia. That is how David is explaining satisfaction in God. That's how one should be. Hivyo ndio moyo wako unapaswa kukua. Unakuwa kama mtoto mdogo, baada ya kula na kushiba, ana mambo mengine anayafikiria, ana mambo makubwa. And abundance of portion, contentment, do not take contentment to replace it with laziness. These are very two different words. Being lazy doesn't mean you are contented. Being contentment is actually, you must work hard, and that's the people. You must work hard for you to be contented with what you have. So contentment basically means you are at peace with what you have. You are at peace with the little you have. Again, you are at peace. You are trusting in God for what you don't have, and you still believe in one day, during God's time, you shall achieve it. So you are at peace. Although you don't have it, today you are at peace. That is being contented. So you are refusing to compare yourself with other people, with what other people have achieved. You are contented with the little you have. So we end our first reading from the book of Philippians. Katika kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 11. Philippians chapter number 4, verse 6, then we read 10 up to 13. This is the chapter I preached the other time, but I'll bring you the message in a totally different fashion. So verse 6 says, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known to God. With just prayer and supplication, let your needs be known to God. Usijishughulishe na mambo makubwa ambayo yanashinda moyo wako. So you will find yourself, you are being defeated by this world. Leo tumeamka, juzi tumeamka tupata bei ya mafuta imepanda. What do? You have no control. You have to be contented with the little you have. It's upon you now to go back to the table and map yourself. So, do not be anxious about anything great. Don't be anxious about if this leader comes into power, this will go down. But if it doesn't go down, it shall be a problem for you. So just be anxious for nothing, but everything takes to prayer. With supplication, let your needs be known to God. Because He sees in your secret before you pray. Anaona moyo wako kabla hujaomba. Anajua tatizo unalolipitia. Kwa hivyo Paul in this chapter is trying to tell us, if you reach verse number 10, he says, but I rejoice in the Lord greatly, that now at least your care for me has flourished again. Though you surely did care, but you lack opportunity. Verse number 12, he says,
I know how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things, I have learned both to be full and to be hungry, both to be abound and to suffer. So Paul is trying to tell us, contentment ama kutosheka, it is a learned process. It is not natural. Hakuna mtu ambaye ashazaliwa kwa ajili akiwa ametoshelezeka. But katika kujifunza ama masomo yake unayofunzwa na ulimwengu huu, masomo si lazima uende class. The world still teaches you, and that's why they say usipofunzwa na mama yako unafunzwa na ulimwengu. So Paul says, I have learned to be contented. He is telling us contentment is a learned battle. So contentment is not natural, it is spiritual. So other people learn to learn contentment. Nini shida inayotufanya tusiwe na utoshelezevu katika maisha yao? Vitu tunavyo, but still we are not contented. What brings this difference? Because we are not willing to learn. Contentment is a learned process. And I tell you, I invite you to take an illustration in the book of Exodus, chapter 16, verse 2 to 3. We are of the story of the Israelites. God, wakati hao wana wa Israeli walipokuwa mateka katika nchi ya Misri, walikuwa katika mateso mengi sana, na wakalilia Mungu, na Mungu akasikia kilio chao. Basi anamtafuta mtu wa kwenda kuwaokoa, anamta Musa. Anaenda kuwaokoa katika nchi ambao wanapita mateso. Basi wanapoenda, Mungu anafanya miujiza. Of course, you know the truth. From one to the last. And now Pharaoh releases them. But these people are still not contented. During the day, God separated the Red Sea. They go across the Red Sea to the other side. And salvation still continues. He provides for them a cloud during the day. Wakati jua ni kali, anatumia, he brings cloud. And they are shielded from direct sunlight. During the day, he brings a cloud of fire. And they are led through the cloud of fire. They are provided with manna, chakula wanakula, wanapopita katika jangwani. But these people come to an extent and they start complaining. And they are saying to Moses, we miss Egypt. They miss the food in Egypt in slavery. They have to see the freedom they have with God. Where are we walking in the midst of the night? Saa hii tungekuwa katika nchi ya Misri, tungekuwa tumelala. Lakini saa hii tunatembea usiku. Why? So they are still complaining. They are not content. Na hivi ndio Paul anapoandikia hili kanisa, anawaambia ya kwamba contentment is a learned process. Kutosheka, ulimwengu wa kutosheka, ni wewe mwenyewe ujue kile kidogo unacho, Mungu amebariki nacho kwa madhumuni ambayo unahitaji kutumia. Do not look for other things that zinapita moyo wako. That's why these Egyptians are still complaining. They are preparing this food in back where they were in slavery. So and it's not that hard. You can sit in a miracle, then you don't know it. Inawezekana Mungu amekuletea mambo makuu. Sio kila mtu ako na ngoma, sio kila mtu ako na familia. Wewe umejaliwa kuwa na familia, but then you are not seeing a husband, a someone whom you can respect. Uoni bwana yako kama mtu naye unafaa kumheshimu. Uoni ukiangalia mke wako unaona something. Why? You are not connected. You are looking somewhere else somewhere. Why do you have still the balance? Why will a little girl just wake up? Unaacha bwana yako, unaingia katika mambo mengine, unaichafua because you are not contented with what you have. And that's why I ask. Saa hii ukipewa matope kutengeneze mwanamke, ladies in the house, what kind of a man will you create? If us men were given an opportunity to create a woman, what kind of a woman should we create? Honestly, these are problems of discontentment. Lazima tushelezeke na ile jambo, ile kitu ambacho Mungu amemjalia. Ni wewe wanachokililia. Na ndio maana hao wana wa Israeli wanacholia. Mpaka wanafika to some extent, Musa anachoka and tells God, kill me. In the book of Numbers 11:15.
We read Numbers 11:15. What does ukipata in book of Numbers 11:15? So verse number 11 it says, "So Moses said to the Lord, why have you afflicted your servant? And why have I not found favor in your sight, that you have laid the burden of these people on me? Did I conceive all these people? Did I beget them, that you should say to me, carry them in your bosom, as a guardian carries an nursing child, to the land which you sow to their fathers? Where am I to get meat to give all these people? These people are complaining about food. Hawaoni kama Mungu amewaokoa kutoka katika mateka, is giving them manna. They are complaining about the meat that they are eating in Egypt, then they were slavery. And that's why Moses is asking God, where am I to get this meat from? And this is now the kind of scenario we are even attributing even to our own lives. Hata katika kanisa, we are giving even the killing hard times. Mpaka anashindwa, how do I control these people? Huyu hapa na hili, huyu hapa na lile. How do I control these people? They are asking Moses for meat, and that's why Moses is asking, where can I get meat to give all these people? Then verse 14 he says, I am not able to bear all these people alone, because the burden is too heavy for me. This is the burden of life we are giving other people, even to our own self. Unalala mpaka unakosa usingizi, because wewe unashughulika na mambo yanayozidi moyo wako. You can't sleep. You end up suffering from stress. You are the problem to your own problems. I am not able to bear all these people alone, because the burden is too heavy for me. If you treat me like this, please kill me here now. That's what I'm saying. So, were these people not so difficult on Moses? They were not contented. God has tried all avenues. Amefanya the Red Sea, wamepita katikati. Amewapea manna, amewapea light, amewapea shield. They are still complaining. And that's how Moses is telling Moses, you have to deliver them. So, Church of God and friends, we have to learn to be contented with the little we have. We have to learn to be contented with our own families, not looking on what our dear friends, our neighbors' families are taking through. So Paul teaches and says, contentment is a learned process. And this contentment ameweza kutosheka as consequences. So contentment creates poverty, actually. Discontentment brings long poverty. Umejaliwa kupata, sisi tukiangalia kwa macho ya kibinadamu tunaona unayo mali. You have the life you aspire to have. But you yourself, you are poor. Because you are complaining. We come to a certain group like choir here. We say, we need a uniform. But what you have little. Yes, you have little. But you can afford to to go with the trouser. Then you say, the amount I have, if I try to be like you, I cannot do the trouser. But you can't do. Why? You are poor. Not poor because you don't have money. Poor because you have money that can make you buy a trouser, but you are not willing to buy. You are discontented. And that's why Paul is saying, discontentment is bringing about poverty. Leo tunasema ni ekonomia ya Kiingereza tutafundishana. So in John chapter 12 verse 4 to 6, in the book of John, he's talking of Judas when he was betraying Jesus. And I want to tell you, in consideration of these two gentlemen, hawa wawili, John and Judas. Hawa wawili walikuwa mitume, walichaguliwa kuwa mitume wa Kristo. Basi aliendelea nao kila wakati. Walishuhudia mambo makuu ambayo yalikuwa yanatenda. John and Iscariot amongst the other disciples. But now these people had different aspirations. One was contented, mmoja alikuwa anatosheka, mwingine hakutosheka. Ukisoma historia ya John vizuri, Yohana huyu,
ndiye mtume aliyependwa sana na Yesu. Sio kwamba Yesu hakupenda watu wengine. Among other people, the 12 disciples, Jesus loved them, but he loved John the most. And that's why during the Last Supper, we see John sitting leaning on Jesus' chest. Anaendelea katika kifua cha Kristo wakati anapokula the Last Supper. Then Judas Iscariot is still there. He is still participating in the same supper. He is on the same table, but he is of a different opinion. When these people are worried about what Jesus says, he will no longer be with them. This guy is seeing man. He is never connected. And if you read again well, utapata huyu Iscariot ndiye alikuwa mweka hazina. He was in charge of this part. And at some point, Luke says, he used to draw some funds from the kit. Anaiba, alikuwa mwizi. So hakutosheka, hata alipopewa kuhani wa kuweka hazina, hakutosheka, bado alikuwa anaziiba. Na ndivyo kulivyo hata siku ya leo. Utapata wale watu wameelewa mamlaka ya kuangalia shughuli za kanisa ndio wanazozibomoa zaidi kushinda hata wale ambao wanafaa waambiwe hili neno. How many times have you heard? How many times have you seen? Even in clergy, elders fighting over sacrifices. Not once, not twice, so many times. Why? What's the reason? It is being disconnected. Utapata yule mtu ambaye anaiba fedha ambazo zimetolewa kwa ajili ya kazi ya Mwenyezi Mungu. Sio mtu kidogo anazo pesa kwake. But he still, just like Judas Iscariot, he still drawing some funds from the kit. It's just because of disconnectment. And that's why wakati inapofika katika meza ya mwisho, Yesu alipo when God started to kuokoa binadamu, alitoa sadaka ya kipekee. He gave his only begotten son, just a single son. I just imagine if today I was taught just like him to give the only daughter I have. Okay, it's maybe, I don't know. But look at God. He's giving the only begotten son at whatever cost, at whatever price. But again, we have another gentleman here who is in charge of the funds and is never satisfied. He looks at Jesus and sees an opportunity. He sees 30 pieces of silver. Wow. This must have been a poor guy. 30 pieces of silver, not even gold. Not even 30 pieces of gold. He looks at Jesus, he values him, and he sees whatever God is giving, telling us to be precious, telling us to be very expensive, is just worth 30 pieces of silver. It's just a replica of what we have today. Unapea mtu kazi, house help, or even home car. Then he looks around, wakati naenda kazi, then anachukua kitu pale, anachukua mbuzi pale, aende auze kwa 5,000. You imagine, this person, you are giving him 10,000 a month, he is speaking your God, what 5,000, he sells it, what like 15,000, he sells it for 5,000. Now imagine, what kind of a person is this? So this is the prices now God is trying to teach us. He's telling us contentment is a learned process. You have to learn to be contented with what you have. Amen. So in this, when John we trust in Jesus. And that's why in the main affiliation of Jesus, we see John being present. In the time of transfiguration, we see John present. During the time of crucifixion, Noah and John. And he was a trusted person to Jesus. And that's why when Jesus is dying, he's telling John, this is your mother. Yesu anaambia kwa mama yake, huyo ndiye mwanao, ule Yohana ambaye walitembea pamoja. And this is the spirit we should have today. How many people now, if they were to live right now, can take their key, bring them to you, and they say, this is your mother. It is your action. Matendo yako ndio yanafanya mtu awe na ule that confidence ya kushika mtoto pale na kuletea umwambie huyu akuwe mama yake. Lakini sisi tuko kanisani,
lakini imani hatuna. Kwa watu waina that is a lie. Who is supposed to wait for a moment? Girls, take that away from me. You have to be like a creature that can be taken. You know this one, go. I don't know whether people are the other or the walk away there or only a couple of years. They won't ever. Because they are the next time. Okay, well, it's Niki matembele yake hayatani na kusaidia mtu. Unaona unaona ina hili na ajenda. Ukoma bana you want to know na ile ndio kazi kwa ajenda. Yuida. And I pray that spirit to be with us here today. Amen. Okay, now trust. Just like how Jesus trusted John. He said to him, this is your mother. I said his mother, this is your son. So I pray today we receive such a spirit. So discontentment, if you are discontented, you are calling yourself, you are driving yourself into poverty. Okay, come on, let's answer that. Dig in. Again, we see in the book of Kings, we see the story of Hannah, a king, Mosumbe, Moimawaya, everything he had. He had power, he had material possession, but then he's looking at Naboth and he's seeing his father. Why? This king was discontented. He was never satisfied, although he had a lot. And that's why Naboth is telling him, you are just picking somebody's crop, just a single sheep, then you are slaughtering for your business. Your business. That is lack of discontentment. And it is bringing the downfall of a king. It is bringing the downfall of King Ahab. And that is now the spirit I rebuke in Jesus' name. Contentment again brings life. Kutosheka inaleta uhai. You may ask how, because we are still alive. But we may be living and we are dead. We may be having faith which is dead. Faith without actions. And that one the Bible says it's dead. And that one brings me to some a story I came across. Mundu waenda kilabu karibu na ngeti ya kanisa. Na wale kanisa ni wapoya mundu kilabu kibingwe. Mundu kiana na chana ndeto ya ngai kulinga na kanisa. And then he came and prayed. When kilabu ada na abia, and then he find lawsuits. I continue na asitake kanisa then he go here kiasa la ngao. And then the church, although they pray, they are saying no, it's not us. So now I'm seeing somebody who is not born again is believing in the power of prayer. And again I'm seeing a prayer with church which is not believing in the power of prayer. Waliomba kilabu ifungwe na imefungwa, lakini unapoenda kotini wanasema sio wao si not us. But then we have Abaman. Abaman is still believing in the power of prayer. So that now faith without action is dead. If you proclaim to be a faithful man, let us see it. That's why contentment, I'm saying contentment is bringing life. We see somebody who's faithful and whose faith is life. So in the book of Philippians 4:11-13, and again the book of Acts chapter 2 verse 25, we see Paul and Silas still in prison. And they believe in the power of prayer. They are contented in whatever atmosphere they are in. Regardless of how they are in chain, wamefungwa kwenye roho, wako gerezani, but they are still contented. They are saying, to live is Christ, to die is again. So now they are in prison, and they pray until now the doors open. So when the doors open, they don't get away with it. They don't run. They still wait. And then when the church wakes up, he's about to take a sword and finish himself. Why? Because this man has and you're around here, don't harm yourself, we are still here. And this faith,
This is why Paul is still writing about contentment in prison. Look at this chapter we are reading in the book of in this Philippians. He's writing to Philippians when he is still in prison in Rome. So he says in whatever circumstance I'm in, because I've learned to be above, I've learned to be in plenty, I've learned to be low. I don't care. I am still contented with what I have. Ninashukuru kwa ajili ile hali nilivyo. Nashukuru. So he is writing in an atmosphere where there is no freedom. After 15 years, I'll be free. But this guy is in prison. You don't know whether tomorrow will be house or what happens. But he's still saying, I am still contented. And that's why I'm saying still, regardless of the atmosphere, whatever you are going through, haijalishi unapitia jambo gani, haijalishi uko katika hali gani, kubali hali yako, just work hard and pray to God. With prayer and supplication, let your needs be known to God. Tukaedulanie, adumane madini yema adika na mwanadini ande mabovu. Don't worry, wale agano. You just go beyond. Ukaongee, ona maona ni mabovu madunia yanao kwa pesa. And that's why Paul is saying, I am contented. I am contented with what I have, in the atmosphere I have, and that's why anapopewa vitu ambavyo vya katika kanisa hili la Filipi, inapomtumia Kristo kwa ajili ya kusimama na yeye wakati wa koroni, he is still seeing these things as things which are good smell, things which are pleasing to God. So friends and church of God, kwa mambo yanayo ondoka mbele ya pesa sia na group ni chapa kwa sababu maana hizo nayo kwa hiyo online so wanawaza wale group tu leo just be contented with what okay nini wazo hili ndio ndoto kwa yani wanaasi wanasabina na wale wako na nini ya mambo mengi wanaziadisieni kwa moyo ile jambo ndio walo. So if you are contented is when people are suffering, who hand to you? They shall come and tell you. Don't get on to make money at Iboa. When you go to your life, tell you to go to Chapisha and wedding and all. Who hand to you? To live is Christ. To live is Christ. So in this illustration, we learned contentment produces generosity. Look at the first church. They used to sell their belongings. They never looked at whatever value of their property. And then they sell their property, they bring it to the other, and then they share with the harvest. That is the spirit the first church left for us. I don't know what church. Is it the society? But who is the society? Society exists. So we are one who changed this idea, the old idea. So they used to sell everything. Whatever they hear, because they agree in one accord. And then they bring it to the altar, give it to the affluent. And then the spirit of discontentment comes to one of them, Ananias. Then he sells his own piece of property. And then he says to the man of God, this is the entire thing as well. And that's why Peter is telling this guy, Peter Wambia, why are you like the spirit? Was this property not yours even before you sold it? If you were money, you could have sold and eat it whatever you wish. But why should you come here and like the spirit of God? So it was spirit of discontentment, and that the spirit will rebuke it in the deepest dark possible. In the mighty name of Jesus, let such a spirit ishike katika jina la Kristo. The spirit of contentment a true Christian should have the spirit of contentment. So why do we need to be contented? Kwa nini tutosheke na katika hii ya Mungu? You kaoja maudhi mabatie you have a car. Now, how can you be contented when the price of this diesel or whatever is up?
So we have reasons to be contented. And the reason number one, Paul is telling the church in Philippians 1 chapter 6. He said, I am confident of this one thing, that whatever good thing the Lord sent you shall take it to completion until the day of Christ. Anao uhakika kwamba jambo lile njema lililoanzishwa katika moyo wako, liwe ni katika masomo yako, you had an opportunity to go to school and learn. You had an opportunity to travel all the way from home up to here. Yes, today you may not have a job. But the book of Philippians, Paul is telling these people in Philippians that he is very confident of this one thing, that whatever good thing the Lord said, you shall take it to completion until the day of the Christ. So it's just a matter of time. Wait for the day of the Christ. And one day you shall celebrate the fruit of your hard work. Again, we have a reason to be contented. Philippians 4:13 verse 1. Paul anasema, hata kama niko korokoroni na amefungwa minyororo, anasema ninayaweza kufanya mambo yote kupitia Kristo ambaye ananiwezesha. So you have still the Jesus who rose the other day. You have that Jesus who cares for you, and you can do all things through him who strengthens you. And this is where we go wrong. Sometimes tunajipata katika hali tunashindwa. Now, what can happen in this situation? Whenever we are listening to our so called identity, Oselela, mwiai mama. So na sisi mimi kuna wakati au kuwa na yeye. Kwa sababu sasa yule kaliokoselela. Bado naambie kwa wewe kama wewe bado uta yule mwiai Oselela. No, do what you want. It should be, I can do all things through him who strengthens me. So before he strengthens you, and you do all things. So you have an opportunity to rejoice. You have an opportunity to be contented, because he is with you, and he will never leave you. Philippians chapter 1, verse 21. Paul is telling Philippians, to him, to live is Christ, and to die is again. Let me have a wazi. Ukafika wana kazi, wanakujua kwenda na Kristo, mambo ya Kristo, na kujua kwa maisha. Unless you are contented. If you have the spirit of contentment, then you will be of this fast. To live is Christ, to die is again. Don't go on way up Masia. No matter man guy, how many get the river. So, friends and child of God, the spirit of contentment no work we are never no go ka ega ni. And go mari go wale when ya say wana nduangi mena silo sio. Yuga go anga ile modele. Something of that. Tutaimba kumaliza. But hata ukiona watu wengine wanaendelea jinsi gani, usife moyo. Paul is very confident. Whatever good thing the Lord said you shall take it to completion in one day. Just believe it and say amen. Again, so we run a race and finish it well. Be contented, run a race and you finish it well. And I go to your Bible and I say, do you know people who run a race, only one gets a prize? We run, of course we may run all of us, but one will get a prize. And it's the one who runs in such a way to win a prize. Mtu anaosema wala laini kwa mwezi wa maiki, lakini kwa kwenda tena. Mtu anaotumia jama ways kwa na mali mingi, ukaenda na nyumba mingi, ukaenda na ngari mingi, but at the end of the day, it will be a shame if you never enter the gates of heaven. Amen. So run a race in such a way to win a prize. And that is why Paul is giving us strength to be contented. We have a reason to rejoice. We have a reason to be contented with what we have. There are secrets of contentment. And in Luke chapter 12 verse 15, he is telling us, Jesus said, watch out. Be on your guard against all kinds of greed, life,
does not consist in abundance of possession. Ito di maudhui na meno ma. Ito di maudhui na mengine yangu. Ito di kwenda ya maisha maseo na kusisi wangu meno ni mo. But that is not the case. You should not be anxious about things zile zinazopita moyo wako. Just be contented with the little you have, and one day you will celebrate God's will. In the book of Hebrews, chapter 13, verse 5 to 6, na ninamalizia. The book of Hebrews 13, verse 5 to 6, trust in God. Be contented with what you have, because God has said, I'll never leave you. I'll never leave you. Be contented. Hebrews chapter 13, verse 5 to 6. The Bible is telling us, trust in God. It's telling us, be contented with what you have, because God has said, He Himself has said, I will never leave you. Amen. On our way neighbor, God will never leave you. Regardless of the situation you are in, God will never leave you. So just be contented with what you have. I will never leave you. So now as we went, the society, the world dictates, have enough. Dunia inakwambia kuwa na mali mengi na ndiposa uweze kuridhika. Lakini Biblia inatuambia siku ya leo, ridhika ndio upate kuwa na uhai. Amen. The world is dictating, you have enough so that you may be satisfied. But the Bible is telling us, be satisfied so that you have plenty and to give. If you have plenty, then you are generous. You can give. But if you don't have contentment, you are poor. Amen. So, for those who like Greek, your mother tongue. Tunawake wake kama mlali na wao. Wekani wana somebody. Can you lead us? Ndio tumalizie. It's too na mwingine waje kweli kisi inato nikana mane ina wito no kole aliwa Kristo jamu nane omonde tuimaneze kuyaliwa no wale kupenda no kwa mwana we maneze kuyaliwa Wow.
Kanisa wangai netwe kundisia kuyane wa mawazi matunamo naondo ikama watana kwasisio mundu ananga yubemite nawe ngai wa Mungu aya ndana ito mwana kujolombe. Hakika ni neno la Mungu na limetukumbusha nela tuinite wathi Yesu naswaniayo imawathi momea natala nina Mungu nevi ndaivi katiwato ni kuimakia nake ngayula ungalimite ni waumbite evinda yonthe ena mauswanio masio undu wakwa. Kwa hivyo wapendwa wa Kristo, tuzidi kuamini Mungu na tuthie kwikala thayũ wa kwimakia na kwemakianiwa na alama wathimo Ngai twathimite nundu twemakianiwa tithisa kuendea na kumuvoya Ngai ucu na kumuikia nundu wa maundu alangi tukwenda, kwa sababu kwanza hatujaridhika, hatutakuwa na ile imani ya kuendelea kuamini kana kwamba Mungu atazidi kutuinua na atazidi kutubariki. Kwa hivyo tuwe watu wa kuridhika na kujua ya kwamba Mungu ametubariki na kujua ya kwamba ni Mungu anayetuwazia mema kila wakati. Wangapi wanamwambia Mungu tupe huyo moyo wa kuridhika ili tukazidi kuona baraka nyingi katika maisha yetu. Hakika ni kila mmoja Mungu azidi kutupa huo moyo wa kuridhika ili mafanikio mengi yakazidi kuonekana kwetu. Wangapi wanamwambia Mungu tufikieni kwa ajili ya mahitaji ya mioyo yetu. Ni mengi ambayo tunahitaji Mungu, na maana ni Mungu anayetujua akapate kujidhihirisha ni kwa ajili ya mahitaji yetu na akazidi kusimama nasi na kututendea yaliyo mapenzi yake. Wangapi wanamshukuru Mungu kwa yale ambayo amewatendea katika maisha yao? Hakika ni mengi na ni makuu zaidi ambayo Mungu wetu ameweza kututendea. Aweze kupokea shukrani zetu na azidi kututendea makuu zaidi. Wangapi wanamwambia Mungu tusamehe makosa yetu, maana tunakosea kwa kujua na kutokujua. Na maana ni Mungu mwaminifu, haweze kutusamehe
na asikie maombi yetu. Tuamini Mungu na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ambaye ulituumba kwa mfano wako mwenyewe, Mungu unayetupenda kwa upendo ulio mkuu, asante ni kwa ajili ya neno lako, neno ambalo limetutia nguvu na kutukumbusha ya kwamba twastahili kuendelea kutosheka na kuridhika hata tukiwa katika ulimwengu huu ambao utosheki. Hivyo kama kanisa lako tunyenyekea kwako na kutubu makosa yetu, maana mara kwa mara tumekaa maisha ya kutoridhika. Hivyo tuomba Mtakatifu kaweze kutusamehe, na maana tunakuhitaji katika maisha yetu, kaweze kusikia maombi yetu, kaweze kusikia kilio chetu. Asante ni kwa ajili ya kila mmoja ambaye ameweza kusikia neno lako. Tunajiachilia mikononi mwako jinsi ambavyo tumeinua mikono yetu. Tuomba Mtakatifu kazidi kutupa moyo wa kutosheka na kuridhika, ili mafanikio mengi yakazidi kuonekana katika maisha yetu. Asante Mtakatifu, maana wewe ni Mungu unayetupenda zaidi. Hivyo tunazidi kujiachilia kwako na kuomba ni kwa ajili ya mahitaji ya mioyo yetu. Tuomba ili ukazidi kujidhihirisha ni kwa ajili ya mahitaji ya kila mmoja. Tukazidi kuona uwezo wako, tukazidi kuona ukuu wako. Wapendwa watumishi wako wana mahitaji ni kwa ajili ya familia zao, wana mahitaji ni kwa ajili ya kazi zao, wana mahitaji ni kwa ajili ya watoto wao. Takatifu, naomba ili ukaweze kutazama mioyo yao na ukaweze kuwafikia ni kwa ajili ya mahitaji yao. Wakazidi kuona uwezo wako, wakazidi kuona ukuu wako, ili kwa kila jambo endelee kulisifu na kuhimidi jina lako. Asante kwa mengi makuu ambayo umetenda katika maisha ya kila mmoja. Tuomba Mtakatifu kaweze kupokea shukrani za mioyo yetu na ukazidi kututendea yaliyo makuu zaidi, nasi kwa kila jambo tutaendelea kulisifu na kuhimidi jina lako. Wapo wapendwa watumishi wako ambao wanahitaji ukuu wako ni kwa ajili ya mipango yao, ni kwa ajili ya maisha yao. Wazidi kuachilia mikononi mwako katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu unayembariki, naombea kila mmoja baraka za ajabu katika jina la Yesu Kristo. Zidi kuwafungulia wapendwa hawa milango ya baraka katika maisha yao. Neema yako ikazidi kuendelea kuwatosha wale ambao wanahitaji kazi. Mtakatifu, naomba milango ya kazi ikazidi kufunguka ni kwa ajili yao, ili waendelee kulisifu na kuhimidi jina lako. Maana sisi wote Mtakatifu tunakuhitaji, hata tunahitaji nguvu ni kwa ajili ya kazi yako. Tuomba Mtakatifu ili ukazidi kututia nguvu, ili tukazidi kuendelea kukutumikia kwa uaminifu, ili nawe ukazidi kutubariki, ili nawe ukazidi kujidhihirisha ni kwa ajili ya mahitaji yetu, ili nawe ukazidi kutujalia na amani inayotoka kwako. Na maana wewe ndiwe Baba yetu, tuna imani ya kwamba uwezo wako na ukuu wako utazidi kuonekana katika maisha yetu. Asante ni kwa ajili ya mtumishi wako ambaye ameweza kulinena neno lako kwetu. Tumuombea baraka zinazotoka kwako, zidi kumbariki na kumwongezea zaidi. Mtakatifu, ni kwa ajili ya kanisa lako, na maana kila mmoja kwa majina yetu unatujua vema. Tuomba Mtakatifu neno lako likazidi kututia nguvu Mtakatifu, hata tukazidi kuishi maisha yanayokupendeza, tukazidi kujitolea hata ni kwa ajili ya kutafuta uso wako, ili nasi tukazidi kukuona katika mipango yetu na katika maisha yetu. Walio mahala hapa na wajisi vema, wewe ndiwe Mungu unayeponya. Tuombea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Pata kuwapa amani katika miili yao, na neema yako ya ajabu ikazidi kuendelea kututosha. Asante Mtakatifu, maana kama kanisa lako utazidi kutubariki na utazidi kutuinua, na zaidi ya yote ukuu wako wa ajabu utazidi kuonekana katika mipango yetu na katika maisha yetu. Salio ya ibada tazidi kujiachilia kwako. Tuomba Roho wako Mtakatifu akazidi kutuongoza hadi tamati ya kila jambo. Tutaendelea kulisifu na kulihimidi jina lako, na ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu tumeomba.